Vipi umejifunza nini huko, safari zako nyingi ulipokwenda huko? Safari travel. Kiukweli nimejifunza vitu vingi. Kitu kimoja ambacho naweza kusema nimejifunza ni kwamba huwa sizimisi sehemu na wamisi watu. Mbona sizimisi sehemu na wamisi watu? Unajua leo nilikuwa natafuta kitu fulani yapata namna nzuri ya kuelezea, lakini nilikuwa nawaza kwamba kwenye maisha yangu, mfano mimi kuna vyumba vingi ndani ya maisha yangu na kuna chumba kimoja ambacho hakuna ambaye atakisogelea. Kwa mfano kuna chumba changu cha mimi na marafiki ambacho mimi bila marafiki hautoeleza kitu kingine, kwamba haiwezekani hicho chumba hicho kiingia. Na kuna chumba changu cha mimi na ndugu, chumba changu cha mimi na familia kama nitapata mke na watoto, chumba changu cha mimi na biashara, mimi na mambo ya fedha, labda chumba changu cha mimi na jamii. Lakini kuna chumba changu ambacho ni cha kwangu mimi peke yangu, ambacho hicho huwa naingia peke yangu na hicho sitamanagi mtu yote akiguse. Unajua ni chumba gani? Ni chumba gani hicho? Hicho chumba ndicho kinachoitwa peace of mind, ambacho ndicho mimi huyo. Hicho ndicho mimi, na hicho chumba changu siruhusu mjomba, shangazi, dada, rafiki aingie akadistabu. Zaidi ni kwamba siruhusu hata fedha niingie ikachafua. Nashinda namna nzuri ya kuelezea. Na kitu ambacho nilitafakari leo kimekaa spiritual zaidi ni kwamba binadamu huwa tunafungwa kwenye wingu ambalo linakuwa moja, wingu moja ambalo linatufunga mtu na mtu wake, mtu na sizoni yake. Kwa mfano mimi na wewe tumekutana sasa hivi, huenda toka 2022 mpaka leo ni miaka mingapi imepita? Mwaka 3. Sasa wingu ambalo limetufunga mimi na wewe, hamna mwingine anaweza kaliingia. Kwa maana kwamba mimi na wewe, lile wingu lina lugha ambayo inaelewana. Tunaweza tukakaa kwenye ile wingu tukaelewana, mimi na wewe tu, unajua. Na msimu utakapoisha, mimi na wewe kwenye hilo wingu, inawezekana tukaseparate kwa namna yoyote, ukawa mbali na mimi nikawa mbali. Lakini kama tutakuwa na maana, haijalishi tutakuwa umeenda mbali vipi, ile wingu bado linakuwa limetana, linakuwa limeunganisha. Na maanisha hata tukitafutana kwa simu, mimi naenda tunaelewana lugha, bado tunaweza kuzungumza muda mrefu, tukacheka, tukafurahi, kwa sababu ile wingu linatuzunguka. Na hivyo hivyo hata kwenye mahusiano. Ni kwa nini mtu anaweza kuachana na mtu muda mrefu afu bado akaendelea kumfikiria? Au ni kwa nini mtu anapomfikiria mtu tu at the right point, right moment, na yule mtu unakuta anamfikiria muda huo huo? Kwa sababu wako ndani ya wingu hili moja. Sasa fikiria ile jambo la kiroho zaidi, na hili jambo nafanya kazi kwenye maisha yetu yote. Na kuna rafiki mwingine ameingia kwenye maisha yako, unakuta umwelewi mpaka kuna miaka naye mingi, lakini uelewi kwa nini amekuwa rafiki yako. Lakini wingu ambalo amefungiwa na yeye hawezi kulielezea. Karibu yako enda anapata maana yake ya maisha, anapata ladha ya maisha kama hivyo. Kwa sababu ubongo hauachi kufikiria. Ni kweli, ni vile tunajaribu kuelekeza katika mafikirio mazuri, yanaweza kutupa positive energy. Unajua hii ndo my favorite spot kwa mji mzima wa Dar es Salaam. Watu wanaweza kujiuliza kwa nini, lakini nikikaa hapa kuna kitu ambacho nakifeel ambacho sikifeel sehemu yoyote katika mji huu. Kuanzia jua linavyozama, ile miti ya mazingira, lakini pia hivyo sio issue kubwa. Kuna wingu. Narudi sasa kwenye theory ambayo umeniambia. Kuna wingu ambalo limeniunganisha mimi na mazingira haya.
na hali hii. Kwa hiyo nikikaa hapa na enjoy kwa sababu napata vitu vingi. Kwanza nakuwa naweza kuishi jana, leo na kesho kwa muda mmoja. Naweza kupata nostalgia, anasema, kuhusu siku za nyuma, lakini pia naweza kupata hisia ya siku za mbele, kwa sababu kuna siku tulikuwa tumekaa hapa nikajua kuna siku tutakaa tena, lakini ni lini? Siku yenyewe ndio imekuja kuwa leo. Na unapoahidi siku au unapofikiria siku, unapokuwa unawaza kuhusiana na future, unajua future exist, haikogo duniani. Ndio maana wote wanaofikiria future hawanaga tarehe kamili ya kila kitu ambacho wanataka ki happen kwenye maisha yao. Nasikia mimi kwenye future najiona nakuwa mtu mkubwa sana, lakini kumuuliza ni lini hasa time ya hiyo future yako, specific time akakupa kwamba mimi miaka 10 mbele nitakuwa mtu fulani. No. Ndio maana wengi ambao waliwahi kujiwekea ratiba zao, sababu na mimi baada ya muda fulani nitakuwa na kitu fulani, waga wanajikuta hawana hicho kitu, sababu nakoza havipo vitu kama hivyo. Siku moja kama siku 2-3 nyuma, nilikuwa nazungumza na rafiki yangu mmoja, ananiambia kwamba vipi jiji linasemaje, enjoy jiji. Nikamwambia leo nimechoka, nilikuwa na shughuli nyingi. Nikamwambia enjoy jiji, kuna siku utalimisi. Nikamwambia hapana, sitolimisi, nitawamisi watu wake. Hakunielewa, akaniambia tena na mara 2 mara 3. Nikarudia kumwambia vile vile. Sasa utawamisi watu wake, yani akawa na ukakasi. Nikamwambia mimi naamini kwamba jiji likiwa halina watu linakuwa sawa sana kijijini tu. Tofauti inaweza ikawa tu ni miundombinu ya majengo labda na barabara, lakini watu ndio wanaupa mji uhai. Watu ndio wanazipa sehemu uhai. Ndio maana mtu anaweza akakwambia kwamba ukienda Tanzania utakuwa na amani sana kwa sababu ya watu wake. Kutakuwa na ukarimu mkubwa kwa sababu ya watu wake. Umeona? Kwa watu siku zote ndio huwa wanaleta uhai kwenye sehemu. Kwa mimi sehemu yoyote, umeniuliza kuhusu kusafiri, sehemu yoyote ninapoenda huwa nikipita huwa nabaki kuwakumbuka watu na wamisi wale watu wa sehemu hiyo husika, kwa sababu wale ndio wananipa kumbukumbu, wananipa mafunzo mbalimbali. Naweza kujifunza kwa wao, kufahamu au kutokufahamu, kwa mimi tu kuweza kutizama, lakini kwa mimi kuweza kuchangamana nao. Unajua kuna watu ukichangamana nao kuna vitu vinabadilika kwako, chanya na kwa upande hasi pia. Mimi huwa I don't know, that's braveness, sijui kama ni ukomavu sana, lakini huwa naamini kitu kimoja, na mpaka nasema naamini inamaanisha ninajua. The moment na move on kwenda sehemu nyingine, kila kitu kilichokiacha nyuma huwa nakisahau na simisi, kwa sababu kabisa kwa ndani yangu ya moyo mimi naishi leo. Nakumbuka ulishawahi kuniambia na oga, napenda kusema kwamba mimi nimezaliwa jana, naishi leo na kufa kesho. Haijalishi nikafa sasa hivi, kama utasikia nimekufa sasa hivi ujue ndo kesho nilioongeaga ndo hii imefika. Na ulivyosema hivyo nimekumbuka siku ya kwanza unaniambia wewe huwa unaishi leo, tulikuwa tumekaa hapa. That's the energy. Sasa
Uwepo kwa usiku na mchana katika macho yangu tena sioni kama ambavyo nilikuwa nikiona zamani. Naona kama vile ni mtu anatandika shuka na kulitandua, anatandika shuka anatandua, lakini the place, the moment, maybe everything's taking the same point. Naona dunia imetulia. Ni kwa mfano upi? Kwa mfano wa kiatu chako, ukifika nyumbani unakivua, kesho tena ukiamka unakivaa. Sasa kile kiatu ni cha kwako wewe, kina harufu kamili ya kwako wewe, na kile kiatu hakina jana na leo. Haijalishi umekivaa hujakivaa, hakina jana na leo. Chenye kinabaki kuwa kiatu ambacho utavaa, kuvua, lakini ni the same point. Sasa kama mimi na wewe, huenda tukitazama vizuri naona tumepotezana muda mrefu, ndio tumeonana leo, lakini mimi naona kama jana ulikuwa na mimi, afu leo tumekutana tena. I don't see any changes for you. Yani I don't care about you, umenenepa, umekonda, umepata kitu fulani ambacho ulikuwa una, umekosa. That is not me. Mimi ni yule ambaye na enjoy to meet with my soul. So I depend for the soul. Nikikutana na nafsi yangu ambayo nimeshakaa nayo kwa kipindi fulani, huwa tunaendeleza maisha. Yani ni kama daftari ambayo niliandika story nikaishia sehemu fulani, nikija kuendeleza pale nilipoishia, haimaanishi kwamba kile kipindi kimepita, sababu msomaji hatajua kwamba huyu aliandika mpaka mwisho, akaja mwaka mwingine. Sasa ndo inakuwa kama hivyo. Kwa hiyo watu wote huwa na treat the same, kwa sababu wao wanahisi nimepotezana nao muda mrefu sana kwenye maisha, ila napokutana nao na treat kama nilivyoona nao vijana wao. Nimesema asante nini baba, vipi sasa nyingi, naambia kumbe ni siku hivyo, lakini all in all I enjoy the life. Umeona hicho kitu ulichokisema? Hicho kitu ulichokisema kaka, nilikuwa nafikiria muda ule nafika, ni wanakifikiria kwamba unakuta ni muda, ni miezi imepita karibia mwaka sijakanyaga maeneo haya, lakini nilipofika tu ndo nilikuwa nahisi hivyo kwa sababu ya ile hisia niliyotoka nayo nilipokuwa natoka. Lakini baada ya kufika tu dakika 2-3 najiona ni kama nilikuwepo tu, yaani nipo upo na utaendelea kuwepo, na kumbe taendelea kuwepo. Na hicho kitu mara nyingine nilihisi ni ugonjwa. Nilihisi ugonjwa kwa maana gani? Mimi naweza nikakaa na mtu karibu yangu kwa mwaka mzima au miezi 3, 4, 5, mwaka, alafu kila siku tukawa tuna enjoy kama tulivyoenjoy jana, na yule mtu akashangana mtu the same, mpaka akaona kama mimi sio mtu, labda ni malaika. Lakini ambacho akijui, kila inapofunikwa na shuka jipya au shuka linavyofunikwa tena kitandani, ikija kutanduliwa, mimi naona the same godoro, godoro lile. Kwa hiyo leo nilivyokutreat, nikishaamka kesho, leo sikumbuki tena ambao nimekufanyia. Kwa hiyo naweza nikakutendea mema kwa mnyororo mmoja, kwa maana mimi nahisi kama sijai kufanyaga chochote. Ndio maana nimekwambia muda fulani kwamba jana, leo na kesho zote ni siku, lakini nimechagua kuishi leo. Kwa hiyo jana nilipatia na kukosea sana, ila nimeamua kuyaacha yote, nimeamua kuishi leo. Kwa hiyo kwa leo nilipo, sihitaji credit ya mtu yoyote kwamba aje anipigie makofi kwa nilipopatia, wala pia sihitaji mtu yoyote aje anikosoe kwa wale ambapo nilikosoa. Sihitaji, kwa maana wote wanaweza kanyanyuka anza kushikilia bango, jana ulifanya hivi, lakini nimechagua kuishi leo. Inamaanisha jana nilikosea na nilipatia, na nimeiacha jana. Umeiacha ilipokuwa huko, nimechagua naishi leo. Na kingine, kesho nishatamani vitu vingi sana kesho kwenye maisha yangu, nishatamani vitu vingi kesho. Bahati mbaya kesho sikuwahi kuifikia. Yote nilivyopata nimepata leo, so I enjoy today. Enjoy the moment. That's life.
Bro, nimeipenda sana Napenda. hiyo wisdom bro.